Ulimwengu. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Mfalme Charles wa Uingereza asema ameshitushwa na shambulizi dhidi ya sinagogi mjini Manchester. Ramaphosa aitolea wito Israel kuachia wanaharakati nao wazuilia. Na Ukraine yaionya Ulaya kwamba Urusi inajaribu kuchochea vita zaidi barani humo. Habari kamili. Manchester. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza amesema ameshitushwa na kusikitishwa na shambulizi katika sinagogi moja mjini Manchester, kaskazini magharibi mwa Uingereza, lililowaua watu wawili na kuwajeruhi wengine watatu. Mfalme Charles amesema yeye na mkewe Camilla wamesikitishwa na kisa hicho kilichotokea leo, ambayo ni siku muhimu kwa ajili ya Kiyahudi wanapoadhimisha siku ya Yom Kippur. Mwanamume anayeaminika kutekeleza kisa hicho alivurumisha gari nje ya sinagogi hilo na kuwagonga watu waliokuwa karibu, huku kukiwa pia na shambulizi la kisu. Polisi mjini humo imesema imempiga risasi na kumuua mshukiwa huyo ambaye hakutajwa jina. Akizungumza baada ya kukatiza ziara yake Copenhagen kunakofanyika mkutano wa viongozi wa Ulaya juu ya Ukraine, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema polisi wamepelekwa katika masinagogi yote nchini humo kuimarisha usalama zaidi kwa Mayahudi. Shambulio la Manchester ni la kushtua kabisa na tuko pamoja na waathirika. Niko njiani kuelekea Uingereza na nikifika nitakuwa na mkutano wa dharura. Tayari naweza kusema kuwa polisi wa ziada wamepelekwa katika masinagogi yote nchini Uingereza na tutafanya kila tuwezalo kuilinda jamii ya Kiyahudi. Starmer amewashukuru maafisa wa polisi kwa namna walivyoishughulikia kwa haraka tukio hilo. Johannesburg. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameitolea wito Israel kuachia mara moja wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina, akiwemo mjukuu wa rais wa kwanza wa taifa hilo Nelson Mandela. Wanaharakati hao waliokuwa katika msafara wa meli takriban 45 wa kupeleka msaada katika ukanda wa Gaza walikamatwa na jeshi la Israel katika eneo la bahari ya kimataifa. Mandela na wanaharakati wengine 5 wa Afrika Kusini walikuwepo katika msafara huo unaojulikana kama Global Sumud Flotilla GSF, uliokuwa na nia ya kuvunja uzio wa Israel katika eneo hilo la Palestina ili kufikisha misaada Gaza, ambako Umoja wa Mataifa umesema tayari eneo hilo linakabiliwa na baa kubwa la njaa. Jeshi la Israel lilianza kuzizuia meli hizo jana Jumatano baada ya kutoa onyo kwamba zinakaribia eneo la bahari lililo chini ya udhibiti wake. Kwa upande wake, Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amekosoa hatua ya Israel akisema nchi hiyo inaonyesha wazi kwamba haina nia ya kweli ya kuacha matumaini ya amani kushamiri Gaza. Copenhagen. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameionya Ulaya kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya droni ni dalili ya wazi kwamba Urusi inatafuta njia za kutanua mgogoro uliopo, huku akitoa uzoefu wa Ukraine kusaidia kujenga ulinzi. Akizungumza katika mkutano wa viongozi takriban 50 wa Ulaya unaofanyika mjini Copenhagen, Zelensky alisema hatua hiyo ni tishio linalovuka mipaka ya Ukraine. Zelensky aliongeza kuwa mashambulizi hayo sio juu ya Ukraine pekee, bali ni mkakati wa Moscow wa kuivunja Ulaya na Magharibi kwa ujumla. Viongozi hao wanakutana mjini humo chini ya ulinzi mkali kufuatia mashaka yaliyosababishwa na kuingia kwa droni zinazoshukiwa kuwa za Urusi katika anga za Denmark, Estonia na Poland. Aidha, viongozi hao wa Ulaya wameonyesha nia ya kushirikiana na Ukraine kujifunza uzoefu wake wa vita ili kuimarisha ulinzi wao. Antananarivo. Waandaaji wa maandamano ya vijana ya kupinga serikali nchini Madagascar wameyasitisha maandamano hayo katika mji mkuu wa Antananarivo kwa saa 24 wakiwa na wasiwasi juu ya afya na nguvu ya waandamanaji. Kando na maandamano hayo kusitishwa mjini humo, miji mingine bado ilishuhudia vuguvugu la vijana wa Gen Z kufika barabarani kudai mageuzi nchini humo. Wakipata mwamko
wa maandamano ya vijana yaliyofanyika nchini Kenya na Nepal. Maandamano hayo makubwa ambayo hayajawahi kuonekana kwa miaka mingi Madagascar yametoa changamoto kubwa kwa serikali ya Rais Andry Rajoelina aliyechaguliwa tena mwaka 2023. Umoja wa Mataifa umesema watu 22 waliuawa na zaidi ya 100 walijeruhiwa katika maandamano ya wiki nzima. Serikali imesema idadi hiyo sio ya kweli. Cairo. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF ndani ya siku 10 mwezi uliopita katika mji uliozingirwa wa El Fasher nchini Sudan yaliwaua watu 91. Haya ni mashambulizi ya hivi karibuni kutokea ya vita kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wanaotaka kudhibiti mji huo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema eneo jirani na mji huo la Daraja Ula umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na RSF kupitia mashambulizi ya droni na ya ardhini kati ya Septemba 19 na 29. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Vifaru vya jeshi la Israel vyaifunga barabara inayoelekea mji wa Gaza. Wapalestina wanaoishi mjini humo wapewa fursa ya mwisho waondoke. Watu 2 wauawa katika shambulizi nje ya sinagogi la Wayahudi mjini Manchester, England. Na mamlaka za Uganda kimya kuhusu kutiwa mbaroni wanaharakati 2 wa kisiasa kutoka Kenya waliohudhuria mikutano ya kampeni ya mgombea urais Bobi Wine. Hali ya mambo katika maeneo ya Gaza City imechukua mwelekeo wa kuzusha wasiwasi mkubwa. Vifaru vya kijeshi vya Israel vimefunga barabara kuu ya kuelekea mji huo hivi leo, huku waziri wa ulinzi Israel Katz akisema hii ni nafasi ya mwisho kwa maelfu ya Wapalestina wanaoishi kwenye mji huo kuondoka. Wakati huo huo, Israel imeendelea kukosolewa kufuatia hatua za kuzuia msafara wa meli za wanaharakati waliokuwa wakipeleka misaada huko Gaza. Saumu Mwasimba anaripoti kamili. Israel imeuambia umma wa watu milioni 1 wakazi wa Gaza City kuondoka na kuelekea upande wa kusini, huku jeshi la nchi hiyo likianzisha moja ya operesheni zake kubwa kabisa mwezi huu tangu vilipoanza vita. Operesheni wanayodai inataka kuangamiza wapiganaji wa Hamas katika kile wanachosema itazilenga ngome za mwisho za wanamgambo hao katika mji huo mkubwa kabisa ukanda wa Gaza. Wakazi wa Gaza City wamewaambia waandishi wa habari wa Reuters kwamba vifaru vya kijeshi vimetengeneza vizuizi vya mchanga kwenye barabara kuu kusini mwa mji huo na watu wanaruhusiwa kuondoka, lakini walioondoka kwa muda hapo kabla kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au usalama hawaruhusiwi tena kurejea. Hali ya wasiwasi imefuatia tamko la waziri wa ulinzi wa Israel Katz la kuwataka wakazi wote wa Gaza City waondoke, akitangaza kwamba hii ndio fursa yao ya mwisho kabisa kuelekea kusini kabla kuanza mashambulio makubwa ya jeshi la nchi yake. Watakaoondoka pia watalazimika kukaguliwa na jeshi hilo. Huku hayo yakiripotiwa, tayari Israel imeshaua kiasi watu 13 kwenye mashambulio iliyoyafanya usiku wa kuamkia leo kwenye maeneo mbalimbali ya Gaza, kwa mujibu wa shirika la kiraia la ukanda wa Gaza, na miongoni mwao ni daktari wa shirika la hisani la madaktari wasiojali mipaka la Ufaransa. Lakini kwingine, Israel imeendelea pia kukosolewa na viongozi mbalimbali wa ulimwengu baada ya kuzizuia na kuzikamata meli za wanaharakati waliokuwa kwenye msafara wa Sumuda flotilla wa kupeleka msaada wa chakula. Kadhalika, maandamano yalizuka jana usiku ya umma unaunga mkono juhudi hizo za wanaharakati katika miji mbalimbali baada ya taarifa za kukamatwa kwa meli za msafara flotilla Sumuda. Kuanzia Roma, Italia, Istanbul, Athens hadi Buenos Aires nchini Argentina. Nchini Uhispania, chama cha wanafunzi kimeandaa hivi leo maandamano kwenye miji mbalimbali nchini humo kulaani hatua hiyo ya Israeli. Ulaya haifanyi chochote. Tunapaswa kuchukua hatua na kuingia mitaani kupinga kile wanachofanywa ndugu zetu wa Palestina katika ukanda wa Gaza.
Nchini Italia, maandamano zaidi yanatarajiwa hivi leo, huku chama kikubwa kabisa cha wafanyakazi kikiitisha mgomo wa siku moja kesho Ijumaa. Raia 22 wa Italia ni miongoni mwa wanaharakati kwenye msafara wa Sumud Flotilla. Hata hivyo, waziri mkuu wa nchi hiyo Giorgia Meloni kwa mara nyingine ameikosoa hatua ya wanaharakati hao, akisema haamini kwamba ni hatua itakayokuwa na faida yoyote kwa Palestina. Ubelgiji imemuita kumhoji balozi wa Israel kuhusiana na tukio hilo la kuzuiwa msafara huo wa wanaharakati. Rais wa Afrika Kusini naye Cyril Ramaphosa ameitaka Israel iwaachie huru wanaharakati wake waliokuwa pia kwenye msafara huo, akiwemo mjukuu wa Nelson Mandela. Ripoti yake Saumu Mwasimba. Watu 2 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa katika tukio la gari dogo kubamizwa kwenye watu waliokuwa wakitembea kwa miguu na katika shambulizi la kisu linaloshukiwa kuwa ni la kigaidi nje ya sinagogi la Wayahudi kaskazini magharibi mwa mji wa Manchester huko nchini England hivi leo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelazimika kurejea London haraka kushughulikia kitisho hicho cha usalama, akiuacha mkutano wa viongozi wa nchi za Ulaya wanaokutana Copenhagen nchini Denmark. Selina Mdemo na maelezo zaidi. Idara ya polisi mjini Manchester GMP imesema kupitia taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba mwanaume mmoja anayeaminiwa ndiye aliyefanya shambulizi hilo nje ya sinagogi siku takatifu kabisa katika kalenda ya Kiyahudi alipigwa risasi na maafisa waliokuwa na silaha. Polisi imethibitisha kifo chake. Polisi pia wamesema kikosi maalum cha kutegua mabomu kilitumwa katika eneo la tukio baada ya mkanda wa video kwenye mitandao ya kijamii kuonesha raia wakiwapigia kelele maafisa wa usalama kwamba mshukiwa alikuwa na bomu limefungwa mwilini mwake. Polisi pia wamesema idadi kubwa ya watu walikuwa wakiabudu ndani ya sinagogi hilo wakati wa shambulizi na watu wote waliamriwa watoke nje. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameondoka kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya unaoendelea nchini Denmark kurejea nyumbani, akisema ameshtushwa na shambulio hilo la kaskazini mwa Manchester. Amelielezea shambulio hilo kuwa la kushtua mno na mawazo yao yote yako kwenye wale walioathirika. Alisema yuko njiani kuelekea jijini London na akifika ataongoza mkutano wa dharura wa kamati ya serikali yake inayoshughulikia masuala ya dharura ya kitaifa, Cobra. Alichoweza kukisema wakati huo ni kwamba vifaa na nyenzo za ziada za polisi zinatumwa kwa masinagogi kote nchini na tutafanya kila kitu kuiweka jamii yetu ya Kiyahudi salama. Nimezungumza na Mark Gardner wa Jumuiya ya Usalama wa Jamii CST na meya wa Manchester Andy Burnham, na nataka kuwashukuru idara zote zinazotoa huduma za dharura kwa kasi ya mwitikio wao. Starmer ameongeza kusema ukweli kwamba shambulizi hili limefanywa siku ya Yom Kippur, siku takatifu kabisa katika kalenda ya Wayahudi, kuna lifanya kuwa la kutisha zaidi. Polisi ya Manchester wamesema watu 3 waliojeruhiwa wako katika hali ya mahututi kufuatia shambulizi hilo nje ya sinagogi ya Wayahudi la Heaton Park. Watu wamehimizwa kuliepuka eneo hilo la tukio na wazungumze na maafisa wa polisi watakapokuwa na wasiwasi wowote, huku maafisa wakiwa wametumwa kupiga doria katika maeneo muhimu. Mfalme wa Uingereza Charles III amesema ameshtushwa na kuhuzunishwa sana na shambulio hilo kwenye sinagogi. Mfalme alisema yeye na Malkia Camilla walishtushwa na kuhuzunishwa sana kujua kuhusu shambulizi la kutisha huko Manchester. Polisi ya jijini London imesema maafisa wa ziada wa polisi wametumwa kupiga doria katika maeneo yanayozunguka masinagogi na maeneo ya jamii ya Wayahudi mjini humo kufuatia shambulizi la Manchester. Polisi ya London pia imesema hakuna dalili ya kitisho kilichoongezeka mjini humo, lakini wamechukua hatua za tahadhari. Selina Mdemo na taarifa hiyo kuhusu shambulizi la kutisha huko Manchester. Viongozi wa Ulaya katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya EPC wamesema wanataka hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe na pia fedha za nchi hiyo zinazozuiwa zitumike kuikopesha Ukraine. Doto Bulendu ametuandalia taarifa kamili. Viongozi hawa wa Ulaya katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya EPC huko mjini Copenhagen nchini Denmark wametoa mwito wa vikwazo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi, na wamesisitiza kwamba vikwazo hivyo vilenge sekta ya nishati ya Urusi. Wametilia maanani kwamba Ukraini ipo katika mstari wa mbele katika vita vinavyoongezeka dhidi ya bara la Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron
amesema nchi yake inapendekeza hatua kali zaidi dhidi ya Urusi zichukuliwe, ikiwa ni pamoja na kuzidungua ndege zake zisizo na rubani na kuzifungia meli za mafuta za Urusi. Kulingana na takwimu zetu muhimu, kwa sasa 30% hadi 40% ya mwendelezo wa vita vya Urusi inafadhiliwa kutokana na mapato ya meli zinazofanya kazi chini ya kivuli cha nchi nyingine. Fedha hizo ni zaidi ya euro bilioni 30. Kwa hiyo ni muhimu sana kuongeza shinikizo kwenye meli hizi za kivuli, kwa sababu hatua hii itapunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kuvifadhili vita hivi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen na kansela Ujerumani Friedrich Merz wamependekeza zitumwe fedha za benki kuu ya Urusi zilizozuiwa kuipa Ukraini mikopo ya zaidi ya hadi euro bilioni 140. Kulingana na halmashauri ya Ulaya, mali za Urusi zilizofungiwa na Umoja wa Ulaya kwa sababu ya uvamizi wa Urusi huko Ukraine zinafikia karibu euro bilioni 200. Nyingi ya mali za Urusi zinashikiliwa na idara ya hazina na dhamana ya Umoja wa Ulaya Euroclear yenye makao yake makuu mjini Brussels, na kufikia sasa riba ya fedha zilizozuiwa zinatumika kuisaidia Ukraine. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mwenyeji wa mkutano huo, amesema lazima ijulikane wazi kwa kila mshirika kwamba Urusi haitaacha vita mpaka ilazimishwe kufanya hivyo, na hasa baada ya mfululizo wa kurushwa kwa drone kwenye viwanja vya ndege vya nchi hiyo, pia katika kambi za kijeshi. Urusi imesema wazo la kutumia mali zake zilizozuiliwa kwa kutoa mikopo kwa Ukraine linalojadiliwa na viongozi wa Umoja wa Ulaya ni la kujidanganya na kwamba litakabiliwa na majibu makali sana kutoka Moscow. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi Maria Sakharova amesema udanganyifu wote utakaohusisha mali za Urusi utakuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na Moscow ina uwezo mkubwa wa kiuchumi na kisiasa kujibu hatua hiyo ipasavyo. Ameitaka Ubelgiji kuzingatia majukumu ya sheria ya kimataifa. DW tunavuma kwa kishindo.